Popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo. Kwa pamoja tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilifada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto vilivyo. Basi na shaka nazungumzia NBC Premier League hapa nchini Tanzania bara na maeneo mengine yote nje na ndani ya bara la Afrika kama vile Egypt Premier League, Betway Premiership, La Liga Santander, Serie A, English Premier League na maeneo mengine duniani kote. Lakini pia tunakwenda kuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika, nazungumzia CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Lakini pia tutakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanayohusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika pamoja na AFCON iliyofika tamati mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Mechi inatarajiwa kutimua vumbi mapema mnamo tarehe 6 mwezi wa pili mwaka huu majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili JKT Tanzania na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huo ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa mlingoti mitatu. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kusimama na mlinda mlango wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Abdulwahab Msheri. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya saves, hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mipira juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa lakini pia ipesi alionao golikipa huyo na uwezo mkubwa wa kutumia miguu na mikono pindi golikipa huyo awapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, lakini pia ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi cha Young Africans baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Israel Mwenda, huku mbadala wake ukiwa ni Okwasi. Ikumbuke kwamba Israel Mwenda anasifika kwa uwezo mkubwa na kasi kubwa na uwezo wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves amechagua kumwamini Israel Mwenda kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeneza nafasi au kupiga mashuti pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na Mohamed Hussein Zimbwe Jr na kumpumzisha Shadrack Isaac Boka. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Mohamed Hussein. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuzuia mashambulizi ya timu pinzani kwa upande wake pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kulia, kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake. Lakini pia beki huyu anasifika kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeneza nafasi
Na moja kwa moja tukiangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Ibrahim Baka, huko mbadala wake ukiwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wakati kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati ya mifumo ya wapinzani, lakini pia anasifika kwa kulinda safu ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kusaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Dickson Job. Ikumbukwe kwamba Dickson Job ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake, lakini pia kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani na kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, lakini pia kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwenye nafasi zao, kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kuanza mashambulizi, kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele kupiga vichwa, lakini pia anasifika kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo Duke Abuya na kumpumzisha Musa Barakonte. Ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa na mfululizo wa kiungo bora kabisa katika msimu huu wa 2025-26. Hii yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kusaidia timu yake kukaba na kuharibu mashambulizi ya wapinzani katikati ya uwanja, lakini pia kukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa mpinzani, kufunika mbeki pale anapopanda kushambulia, lakini pia kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wakati kuisaidia na kupambana, lakini pia kusaidia mashambulizi ya kushtukiza, kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama, lakini pia kubadili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande, lakini pia kiungo huyo anasifika kusaidia viungo washambuliaji kwa pasi za mwisho pindi inapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo Mudathir Yahya Abbas na kumpumzisha Mohamed Damaro. Ikumbuke kwamba Mudathir Yahya Abbas amekuwa na ubora mkubwa ndani ya muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi za usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia inaposhambuliwa kusaidia kukaba, lakini pia kiungo huyu anasifiwa kwa kuanisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, lakini pia anasifiwa kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo, kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti au kutoa pasi za mwisho, lakini pia anasifiwa kusaidia ulinzi inapohitajika, kusaidia kujilinda kwa uwiano mzuri. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxim Pia Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Kumbuke kwamba Maxim Pia Nzengeli amekuwa na kiungo bora tangu sajiliwa na klabu ya Young Africans, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa kwa klabu hii kufika katika fainali baada ya kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua nusu fainali na kukata tiketi ya kucheza fainali ya NMB Mapinduzi Cup. Ni kiungo mwenye mwendelezo mzuri na wa ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa, kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo kwa kushambulia, lakini pia kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mipira kati ya viungo na washambuliaji, lakini pia anasifika kwa kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Alan Okello ya Uganda, huku mbadala wake ukiwa ni Celestine Egwa. Alan Okello amekuwa bora na mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Mshambuliaji huyo anasifika
kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa kupasi za mwisho, lakini pia kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani na kumsaidia beki wa kulia kwa kumfuatilia beki huyo winga wa mpinzani, lakini pia anasifika kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya wapinzani. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Laurent Aurelio almaarufu kama Depo, kumbadala wake ikiwa ni Prince Dube Mpumelelo na Clement Mzize. Depo ni mshambuliaji aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Radomia Kladom nchini Poland. Huyu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutumia nafasi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufungua mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, lakini pia kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo cha washambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele, lakini pia kuanza kukaba kutokea mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani wafanye makosa. Lakini pia mshambuliaji huyo anasifika kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya mpinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza mshambuliaji wake Pacome Zouzoua na kumpumzisha Ofen Chikola. Ikumbuke kwamba Pacome Zouzoua amekuwa ni moja muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans akiwa na jumla ya bao moja mpaka hivi sasa katika mashindano ya NMB Mapinduzi Cup yaliyotamatika huko nyuma, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kufungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inayopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa wa kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira, lakini pia anasifika kwa kushambulia kupitia winga, kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa wapinzani, kupiga cross kwa ajili ya mshambuliaji, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani kusaidia ulinzi kwa kukaba beki wa pembeni. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi cha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya JKT Tanzania majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, wewe gonga hapo ili kwanza kabisa kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika. Karibuni sana.